Sawa Mike. Hmm? Sheila. Sawa. Naweza niambia tu mahali unakaa. Mimi nakaa tu huko tena. Kama una hapa napita pita nje. Nini. Kama foto. Kawaida ya boy lazima ngemcrashia and then approach. Nenyewe demo alikuwa mahali nikamwama. Kama ni approach kiasi. Ulimu-approach tu on the same spot like vile ulimuona tu kasema hiyo unaanguka nayo. Nikasema hii mali lazima nichukue. Sheila anaweza nipenda nikiwa na pesa. I think this time nikipata kichele nitaenda nimtafute. Hata kama sahi hatupatani sana but nitaenda nimtafute. Mwongeleshe kama atanielewa ni fiti because me I still love him. Napenda sana. Na request tu kutoka kwangu. Anikubalie. Sibibazi hapa hivi and hii ni Tuko Zone. And then niko na nani? Mike Manyawe. Uko fresh? Yeah. Leo umeshinda aje? Leo nimeshinda tu poa. So ni vile tu niseme nimetoka job site. Umetoka job site? Ndo nikafika. Wera ni gani na nani amesema tukutafutirie kazi? Wera ni kupiga tu mabisi polepole yenye itapatikana na chapo. We ni msoma deal? Yeah. Sasa mbona demo akataimu za mama deal na hii Nairobi na ni wana mama deal? Iko aje? Most mimi sikuangi madeals kubwa ndogo kabisa. Deal kama gani sasa? Kama mjengo, sina mjengo nini. Na leo umetoka mapema aje? Leo nimeomba off cause kwa na emergency nataka kutoka. Yeah. Anyway, majamaa tuko na Mike leo hapa. Atakuwa anatupeleka na rada ilikuwa ni aje akapata na Sheila wake. Sijui alifikishana wapi na kukaenda aje. So Mike, hiyo demo ulipatana naye lini? Hiyo demo the first time kupatana naye nilikuwa job. At that time nilikuwa job. So akakujanga hapo alikuwa job tu area mtaa ama? Ya mtaa tu yenyewe. Nilikuwa tu hapo job tu ya mtaa. Kama una hapa napita pita nje. Nini. Kama foto. Kawaida ya boy lazima ngemcrashia and then approach. Nenyewe demo alikuwa mahali nikamwama. Kama ni approach kiasi. Ulimu-approach tu on the same spot like vile ulimuona tu kasema hiyo unaanguka nayo. Nikasema hii mali lazima nichukue. So hiyo demo record video ni demo ulipatana naye ya kwanza. Si eti mtukusha muona before ndo mkapatana na hiyo siku ndo mkamwa record video. No, that's the first day tulipatana naye. The first day ukaanguka nayo. Ndako nayo. Mwishi around tunaishi around but I'm not excited najua sijui penye anakaa exactly kwenye like kutoka keja yako hadi maeri yake ni place unaweza trek. Naweza trace kiasi because ananiambia anafanya kwa salon na is nearby na place nakaa. Ni demo ready kwa job? Kwa job ako lakini unajua tu hiyo ni kwa ameombuloiwa hapo anafanya salon. Wow. Any depression word? Kitu nifanyisha na huyo dem. Ya kwanza alikuwa dem tu yani anajipenda nini, ako na heshima tu yake. Bro, wewe unacheki dem on the first spot but already ushajua ako na heshima, ushajua ako na tabia mzuri aje. Ni vile tu alikuwa ametrace fiti. According to her, yani nimeona tu ako fiti tu kwangu ananifaa. So hii yako ilikuwa love at the first sight. Yeah. Ukaona mdem, ukamcrashia hivyo ukaamua kumapproach. Yeah. Ulimwambia nini exactly? Na maybe kuna juu hawezi niambia mliongea for 1 minute. No. Mliongea for how long? Kwanza hiyo dem nilifika hapo, kamkotea. Mwambia tunaweza juana kiasi. Hivyo tu tukaongea but hiyo kurecord alianza I think ilifika katikati ndio akafikiria kufungua hiyo kamera aanze kunirecord. But mlikuwa mmebonga for a while sana. Na kama hujui kitu tunaongelelea, hebu tutakuwa nakuweka kwa screen hiyo video ya Mike. Na Mike kwa hiyo video ulikuwa na kibezi fulani bro.
Shanga. Kwa hiyo video bro uko na base nyingine deadly. Na shanga hapa like ulimeza ama rada ni gani? Juu vile ulikuwa unabongelesha huyo dem. Si hapa hivi. Haya, sikia bro, uko na base? Hiyo ni sauti yangu. Sikizia. Bro, hapo na guruma. Bro, unaona uko na base. So vile uli approach uliamua ku fake sound voice wako amilikuaje? Jo like vile una sound hapa na kwa hiyo video vitu vile different. Cause hiyo sound acha niseme ilitokea cause mimi nilikuwa nimechoka sana. Na nikichoka sana nakuanga na kabisa. Yani sauti yangu pia imekuanga imechoka sana. So hiyo bass inatokeanga at that time. Assuming Sheila angeingia box wako. Jizia tujui kwa video anaonyesha ajaingia box wako. So mimi na assuming hiyo dem sasa vile ulimpiga hizo marista zako nini alafu aingie box wako. Step wako ya kwanza kitu ungefanya tu ya kwanza hivi. Ulikuwa unafikiria kufanya nini naye? Hiyo dem kitu ya kwanza angenikubalia. First thing ningemchukua nikae naye. Cause mimi I'm single right now. Kukaa naye akuwe dem yako ama si ndio mimi ama ukae naye umchukue kwa wife sasa. Si ndio ati akuwe bibi yako? Okay. Ukimkatia ulikuwa una request mdate ama muoe? Unajua sasa kudate, unaweza date but kiendelea sana na unakuwa serious unamuoa. Bro, kwani sila basi mna date aje siku hizi? Una approach mtu kwa njia already mfikiria kama wife. Unajua mimi mostly nilikuwa najiuliza. Unajua mimi Kiambu nimekaa sana. Nilikuwa najiuliza kwani mimi ni nani sina dem mrembo tu yani. Sasa why nilikatia? Kwa maisha yako dem umekatia mrembo ni Sheila? Ni Sheila tu. Bro, serious? Serious kabisa. Okay, Sheila to a scale of 1 to 10. Unaweza mrate ni mrembo kiasi gani? Sheila ni mrembo sana. Mrembo like? Kulingana tu na vile ako beautiful. So, unajua bro okay, mimi video yake nimecheki, nimemcheki tu portrait, nimemcheki tu kauso. Sijaona vile maybe amebeba ama amefanya nini, sijaona hizo character zingine zake. Most mimi kwa dem siangaliangi vile amebeba ni. Uangaliangi haga? Mimi siangaliangi haga. Nini na kuangalia G-spot kwako, G-spot kwa dem ukiangalia hivi unaanguka naye? Mimi kama dem nimekuwa attractive na yeye kuna kitu inafutana hapo katikati. Lazima approach. Okay, nini exactly ilikuvutia kwake? Umesema ni mrembo but what exactly feature gani ako nayo yenye au mademu wenye umekuwa approach ama ukidate yenye hawana but Sheila alikuwa nayo? Sheila approach goods. Yaani ni Sheila tu yani alinibamba tu. Niko mademu wengine naonanga tu hapa mtaani nini. Lakini Sheila ni mbamba sana. But at the time nienda kumapproach. Kanichucha. Okay, okay, nilisikia akisema but si alikutracing I think the following day ama mlipata after how long? For just 2 days before. After 2 days after. So mliongea kama leo siku mbili zikakala and then akakutrace. So alikutafuta kwa job ama bado mlipatana kwa njia? Alitafuta kwa job, mali tulipatana na first time. How? Cause mimi nilikuwa hapo kwa job. Cause nilikuwa na waiting for. Because nilijua tu atanitafuta one day. Tulijua atakutafuta. Hey bro, kuna confidence. Come on man. So unakatia dem anakataa kuingia box but still uko na ile hope but huyu dem atakutrace. Yes, something ilikuwa inaniambia tu huyu dem atakutafuta. Na ukweli akakutafuta. Na kweli akanitafuta. The moment umemcheki hivi amekuapproach, ulifikiria nini? The moment ni approach. Kwezi nilikuwa naongea na yeye ni kama ananiangalia na madarao nini. Lakini mimi sikushughulika na mambo nini. Wewe kitu ulikuwa tunajua ulinilenga but at the end of the day umenitrace wewe mwenyewe. Tena wewe ni mwanaume. So ulimwambia nini? So mimi nikamwambianga the next day
the next vile alinipata hapo basi hadi hakuwa amekuja kunitafuta, yani alikuja kunitafuta bati hakukuja mali nilikuwa so vile nilimuona hapo viti mimi mwenyewe nichipeleka hapo. So ukiangalia hiyo the second post nilikuwa na mshow kwani sikuje basi unitafute. So nisikia hapo so ni mimi nilimpata hapo, so nikamwambia akaniambianga watu wamemwambia ngoja nitafute na ani apologize. Alikuomba msamaha? Bado hajaniomba msamaha. Mbona kuombe msamaha? Cause according katia mtu akukataa na kuomba msamaha. According to bila alikuwa naongea. Kuna defecting alikuwa naongea hapo. Cause huyu jamaa si type yangu nini. Okay. Cause huyu jamaa akai kwa na mimi. Wewe ni type yake? Ati mimi si type yake. Wewe ni type yake. Mimi kujiona hivi mimi ni type yake cause naweza mfanyia kila kitu. Kama vile tu yani kila kitu that the woman deserves to be. What does women deserve? Unajua women wanatakanga kitu kama maisha soft sana. Na mimi naweza mpea tu hiyo life soft. Bro, tuko realistic. Unataka kupata hiyo dem life soft. Hata kama yangu itakuwa hard but yake iko soft. Si hapo utakuwa na simple na si huku nje tumekuchukulia tunakupatia wewe hadi ndio chairman wa men's conference. Alafu sasa hizi unataka like kujitesa yeye mweke fiti. Hiyo kujitesa yani itakuwa tu namuonyesha kuwa nilikuwa serious naye. Hata kama alikuwa ananidharau but nilikuwa serious. So still unataka chance ya kudate mdem? Bado. Sija give up bado. Damn bro. Next meeting ni lini? Napata na Ellen. I don't know but maybe next meeting naweza mtafuta mimi mwenyewe. Uko na namba yake? I don't have but I can trace him. Umepata na dem mara mbili na bado una contact wake. Sasa mimi kitu sasa nataka namba tu peke yake. Sasa hapo nikipata namba at least mambo itakuwa fiti. Sheila man, wewe fanya vile utafanya but leo make sure DM Mike, mpatie tu mbana wako. Maybe hadi ni umpatie namba yako, mcheki ni vipi mnafanya. Huwezi jua ni nini jamaa na amekazania hivyo kwako hivyo. Yaani zajua Kenya nataka kufanya na wewe man. Kama unamsikiza najua unawachi hii video, wewe kitu utafanya patia DM boy namba yake ama leo ama kesho uende umtrace please anafanya job si ndio umesema una job nyinyi mnajua penye mnapatania. Umtrace muone ni vipi kunaenda. Sawa? So Mike, nataka nikupatie challenge. Nataka nikupatie tu dem mwingine uzichukua. Nataka tu Sheila. Dem mwingine hapana. Kama Sheila atanikataa. Yaani itakuwa imenimaanisha yani hakuna dem atai nikubali kwa hii dunia. Taamua niishe tu single. Bros popata wewe na ninaitwa upweke ama ubakira. Inaitwa ubakira ama upweke. Wewe na upweke ni hivi na hivi. Cause mimi mind zangu zote mindset kwake sana. So hakuna vile yeye inaweza nikataa na vile tena nitafute dem mwingine tu. Hakuna. Okay. Akikukataa kabisa wewe na warembo maybe akinikataa tu kabisa maybe nikatie huko nyumbani lakini huko hapana. Nairobi demu na date ni huyo tu. Na tena tu ni huyo nataka. Damn man. Bro, hapo una risk. Love is on the matter. Live unajua love. Kitu kingine very very powerful sana. Unaweza risk sana kupata hiyo love. So mimi nataka ni risk. At what extent? Like how far can you go to make sure umepata huyo dem? How far? Kupata huyo dem. Maybe huyo dem ananiona ni kama sina job, sina pesa. So mimi nataka tu magaisi wani support, nipate pesa, nipate job. Hapo tu nda trace hiyo dem. Bro, unataka to make sure umepata do. Ukishapata hiyo do, uende utrace Sheila, umprovie like now you can take care of her. Like you do plan. What if at the end of the day I go interested in whatever you're going to provide?
But hiyo dem vile nilimuona ako interested kama nitakuwa na job na niko na pesa. So unaona? Uko sure ukiwa na do ungekuwa tu kichele fiti hivi umemtrace hivyo wendo huyo umemwambia Sheila Kanui have a link up umpeleke huko kuna KFC Kiambu kuna KFC umpeleke KFC hapo wewe mkule manani sasa ungekuwa unagurumisha Allah. Unajua sasa ile time tulipatana na first time kweli ni kwa niseme nilikuwa shaky sana. Nilikuwa nimevaa tu mambo za kawaida kwenda job nazo, unaona. How much was your M-Pesa balance hiyo time ulipatana? Hiyo time nilikuwa na 7k kwa M-Pesa. 7000. But ni ya kusave tu pole pole. Mbona kumprove uko na do bro? 7k. 7k ni do mob. Unajua love, unaweza test kiasi uone hiyo dem. So Sheila alipoteza hapa chance. Alipoteza chance kiasi. But hiyo time angeingia box ungempatia do ngapi hapo on the spot? Ungempatia do ngapi on the spot? On the spot. Kama tuseme angeitisha hiyo pesa, ningempea but unajua unaweza nasema hiyo time umeongea na Sheila, hiyo time ulipatana naye. Alafu akubali mambo yako. Sisemi akuitishe do, but obvious demo hizi tukuambie tunipatie do. Ni ngumu. So ndo najaribu kuuliza wewe hiyo time tukaangegea box wako ungemspoil na do ngapi? Maybe niseme naweza mspoil kama na 4000 hivi. Hadi sasa kukubali date 4k hivyo unainyorosha chini. Inyorosha. Tafuta do spend kwa madem? No. But so unaona hizi pesa but ukipata pesa lazima kuna zingine unatenga za kwenye kiasi na mpo wako. Raisi amaribu vijana na kutenga. Sasa hadi unatega sikizi hadi unategea madem do. Alright, haina mbaya. So ukishamspoil atajua sasa mimi ni mwanaume. Najua kulinda dem vile anakaa. Hivyo tu. Wow. So far wangapi hivi uko na mademu wangapi? Mimi mademu kusina. Ushago uko na mademu ngapi? Shago. Umeacha mademu ngapi ushago? Shago nilikuwa na mademu karibu 5 hivi. 5. Una date at once? At once but the moment walianza kuchiti. Unajua mimi kufanya? Walianza kufanya? Kucheat. The moment bro uko na mademu 5 na unaanza kucheat. Sasa nani alikuwa anacheat wewe ama au mademu? Si the moment una date yao mademu 5 lazima tu kuna mmoja atajua una date mwingine, kuna mwingine atajua tu hivyo. Au mademu amo history ya Sheila? I don't know cause hata sijui au uko in touch na cause most of them sijaona react kwa picha yangu. Okay, all right. Ni kama unapata. Mike, assume wewe ni kijana bado anajipush na vile ni majamaa ukicheki video yenye na play next. I hope you watch. So kwa hii video Mike anasema tumtafutilie uradi, tumplugin na wera yote apige. Hadi niyo demo alisema by the Mike anatafuta job tumplugin. Na Wakenya si ni wajema wanakujanga wana coming through kwa msee. Mike ni bwana jituma, ni jamaa kwa na confidence nyingine deadly ni aje. So Mike, job gani unataka? Actually nilikuwa nataka nipate skill kwanza. But for now inabidi nifanye the job itakuwa available nifanye. Wow. Skill gani unataka kuipiga? Skill nitaka kuipiga ilikuwa ni mechanic. Wow. So majamaa umesikia Mike tu anataka kupiga ni akwa mechanic Mike. Hadi jina lake inakaa mechanic. Okay. Mike job anataka kupiga ni mechanic na msee kama uko na uradi yote ama uko na formation yote ya mechanic namba yake itakuwa nimeka hapo chini ya screen by the way. Namba ya Mike itakuwa inapita hapo chini ya screen. Wewe mdungie umpeleke na uradi man. Ni kijana anajituma. Na earlier on vile nilikuwa naongea naye hii imekuwa behind the camera. Tuliongea naye na kuna kitu amenifurahisha. Nilimuuliza swali gani? Nilimuuliza Mike uko na skill gani? Akaniambia skill yako nayo ni hard work. Team ni bamba nianze. So kumaanisha ni msanii za jipush vibaya sana. Ukiwa na uradi yote tumsupport. Tujitolee tu kwa comrade wetu. Maboy, majamaa support Mike. Tukishamsupport jamaa ta shine, akisha shine ni hivyo tu aendeshe ila wake mambo iko fit. Bro, niko nasikia mnataka kufanya wedding na Sheila TikTok.
Yeah. Wedding was Mnapanga wedding? No, atupangi wedding because amenikata. Sasa tutapanga. But bro, nimesikia watu wanasema wanapanga wedding kati yako na Sheila. Ulicheckingi wedding ilikuwa last TikTok? No. Huko angalia, kuna wedding ilifanyika TikTok ni last week. Director Sila ilikuwa last week. Kuna wedding ilifanyika TikTok live. Wase wakaoana. Alikuwa sijui Kamba boy ama Kamba what. Sijui jina yake exactly, but I remember there's a wedding ilifanyika na TikTok. And then nikasikia say the new couples in town. I don't know, but kama itatokea kila mtu atajua tu wedding iko date fulani. But ni kitu you are looking forward, ni kitu unatamani ifanyike. Yeah, hiyo ni kitu nimeweka kwa mind zangu sana. Bro, Sheila anakupenda? I'm not sure 100%. But umeniambia bro. I'm not sure, but Sheila anaweza nipenda nikiwa na pesa, nikiwa na job. Huku utakuwa unaona nakupenda juu ya doa yako. Sidani. Majama, let's make it a day. Tupushu boy wetu. Sisi tutampatia support yetu tunawezewa. Na wewe kama uko na vile unaweza jenga mic, umjenge. Tunataka tuone kama hiki kitu kama anasema ni kweli akiwa fit. Sheila atakam through. Na Sheila tuambie kama tu mic angekuwa tu ako zone, mic ako tuna mambo yake inaenda fiti hivi. Ni jamu unge entertain. Ungempatia namba yako. Na sasa hizi mngekuwa pamoja. So ni wedding tunangojea mfanya na Sheila. Yeah. Kama itakam through, kila mtu atajua. Wow. Hiyo video mzazi wako aliwatch? Unajua sasa mimi naishi na mkoro na almost anatumia hiyo simu ya yani pattern si. Okay, bro wako aliwatch? Bro aliwatch. Alikwambia nini? Sasa ni yeye alikuwa mtu wa kwanza hata kuniambia, "Budo umetrend sana." Because mimi sikuwa nimejua nini Sheila alichukua video later ilikuwa na mbona. Uko unajua anachukua? Yeah. Sikuwa sure kama anachukua. Because alikuwa na simu hapo, but so bro wako ndo alikuwa mswa kwanza kuambia Bruno trend. Hiyo time ilikuwa wapi? Hiyo time ilikuwa job. Akanitumia ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa saa 5 hapo. The following day kama nimepatana na Sheila. Nikashindwa kwani what's happening? Alikutumia message inasema? Akatumia picha mimi nikiwa na Sheila. Unakumbuka hiyo time nilikuwa namwambia anataka photoshoot. Yaani ka selfie na yeye. Kumbe alisijui alishoot aje. So huyo bra akanitumianga tumechukua selfie na Sheila. Nikashindwa what is happening? Hata nilikuwa nimechanganyikiwa ile day si kufanya job. Nikaenda nyumbani, nikasema mimi ni mgonjwa. Aniambia una trend nini, nikaingia online. Watu wanasema tu Mike sijui nini na Sheila JB. Nikashindwa kwani nini na happen? Kaona tu ati at the moment nikaona Sheila anaongea. Sio ilikuwa TikTok anasema ameenda viral sana. Sasa yeye ni celeb. Nikasema huyu dem kwani anataka kunitumia kwa celeb ama. But the moment nimerealize kumbe alikuwa ananijadi. Alikuwa anataka at least nikuwe famous kidogo. Because that's my dream. Nijulikane na watu sana. Wewe tu dream yako ni kuwa tu celeb? Nijulikane na watu wengi wanijue. Watu wakujua kufanyia nini? Si watu wakikujua, at the moment watu unaweza pita mahali nikaheshima tu. Yeah. So far kuna place umepita ukaambiwa, Mike ni aje? Sasa hii nimepita tao, kuna jamaa amenibaia hapo maembe nikakula. Wewe ni wow. So ndio wanasemanga when life gives you lemonade. So wewe kukataliwa yako imekuja na baraka. Yeah. Like after umekataliwa, I think like okay, umepita tu ukasikia Mike wa Sheila umeitwa aje? Mike Sheila. Walai. Damn bro. I think unajua Mungu anakuanga na mipango mingi ya kuaibisha shetani. So unaona? Mike Sheila. So ni kama nilikujia kwa Sheila ili aibishe shetani kwangu. Unaona? Maybe shetani alikuwa amenifungia hii njia sitaipita. Wow. Bro, umepata na hiyo message umeona una trend. Ulifanya kitu, what was the first thing you did? First thing nilifanya mimi si kurecommend vibaya, kucomment vibaya because watu walikuwa wanasema vibaya. Kwa hiyo dem walikuwa wanasema aje? Eti huyo dem ako na forehead sijui nini. Nikasema kwani ako na forehead? Eti mimi nakuuliza ako nayo.
Mi sioni, ni watu wanaona, mi sioni. Brana. Ndio forehead kila mtu ako nayo, but wanasema yake ni kubwa kiasi, but hana. I promise hana. Ana forehead. Watu walikuwa wanaongea tu hapa, nikaambia hawana. Hiyo ni kitu ya kawaida, kila mtu ako na forehead yake. Hata mimi sikujua kama hii picha ita trend sana. Because mimi nilitaka hata iishie hapo. Nataka iishie tu hapo. Wow. Kasi tunaishi na mkora hapo, my dad pia akapaswa. So tunaishi, mimi ni namba 2 nyumbani. My bro ako shule wa kwanza. Ako shule. So wewe ni second born? Ni second born. Kwa watoto 6. 6. Na mkubwa ako shule. Na wewe bado unajitafuta upate tudo pia uende shule. Lazima niliona nikikaa nyumbani. Na waste tu time yangu hadi naweza tafuta hiyo job. Saidia hadi mkoro nyumbani because it's not stable in finance. Naweza msaidia kiasi. Wow. Jamaa ni Mike. Ni bila tu amesema hapo hivyo man. To stand tu na huyu boy man. Tusimame na yeye. Usijali. Life itakuwa fiti man. Unasikia? Usiogope. My dream girl yako. Hiyo ni my dream girl. Wewe tu nikutaka kusaka kitu kijele ukishaivana uchukue Sheila. Mkae fiti naye. Mkae fiti tu. Hata kama ni kuishi tao tutaishi tu. Bro naona ukiwa kama Samson. Kwa nini? Unajua Sheila na Delilah ni same tu. The same unajua, lakini kupenda ichakui kitu kama hiyo. Kama umependa. So demu uko osha tu mpenda yako yote. Tambo sana. Nimempea tu yangu yote. Hata kama hata nikataa tu kabisa. Sita give up. Nini unaweza mwambia? Ndio huyo hapo tebu muongelesha. Mimi Sheila kitu naweza mwambia watu, I think this time nikipata kichele naenda nimtafute. Hata kama sahi hatupatani sana but nitaenda nimtafute. Muongelesha kama atanielewa ni fiti because me I still love him. Napenda sana. Na request tu kutoka kwangu. Anikubalie. Kaina yeye. Tena namshukuru tena kwa kufanya nijulikane sana, amenitoa block nini. So namshukuru tena kwa the hard hand. Well, huyo ni Mike. Na hii ni Tuko Zone. Na Mike amekuwa Zone. But by the way, hii episode umeletwa kwako courtesy of CB Media Studios. Wako located along Outer Ring Road. Ukifika tu hapo Pipeline Stage utakuwa plugged in. Kama uko na issue na photography, videography, space ya podcast, event coverage, live streaming, hizo vitu zote uko sorted na CB Media Studios. Without forgetting, kama wewe ni msanii, wewe ni misa, unajua kuroroa. Na hadi majama mnafahamu tolee Sheila na Mike ngoma. Mnafahamu watolee ngoma na place unatoa ngoma quality audio quality bado ni hapa CB Media Studios. Utareach out kwa hiyo namba inapita hapo chini ya screen 0742 215694 na utakuwa uko Zone. Thank you for tuning in. Tupatane siku nyingine. Bado tuko Zone. Peace out.